Na mtazamaji wa Suma Media, karibu kwenye mbilenge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Salama, ambako leo naenda kuzungumza na mambo mbali. Dominic Bayasez. Sasa kwako. Kwema. Mambo yendaje? Mungu asidia. Namshukuru Mungu. Tuanzie hapa ba. Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa naisubiria katiba ikamilike na serikali kupitia bodi ya michezo imeshakamilisha ratiba ya katiba ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine hii katiba kukamilika kwenye upande wa uwekezaji inaenda kuinufaishaje Simba Sport Club? Anafikiri yale yalikuwa ni mapendekezo, yani mchakato serikali imeweza kuulizia. Manake bao tena patakuwa pana nafasi nyingine ya wao kama klabu kuweza kukaa na kuweza kutengeneza taratibu. Serikali yao kazi yao ni kutoa mwanga, yani kutoa njia ya kuweza kufuata. Na ukiangalia pale kuna baadhi ya maeneo ambayo walikuwa wameattach, ambayo ni maeneo ya msingi ili yasiweze kukinzana na sheria za Baraza la Michezo lakini pia na sera za mchezo Tanzania. Kwa hiyo maana from there sasa wao kama klabu ndio watakwenda watachukua yale na kutengeneza modo ambayo haitaweza kwenda kukinzana kile ambacho serikali wamekuwa wamekishauri. Unajua kwa tofauti kati ya sera na sheria. Sera maana yake hii inakuwa ni uwanda mpana, mambo yote ambayo yanakuwa yanahusiana na jambo fulani yapelekwa kwa mlakisa. Kuja kwenye sheria, lazima sheria yako iweze kuakisi sera husika. Kwa hiyo nafikiri hapa ni mwanzo mzuri na tayari serikali imeweza kutoa go ahead, na hii maana yake ni kwamba sawa wanakwenda kuingia rasmi katika mchakato ambao hautakuwa na makando, mchakato ambao utakwenda kuweka wazi ni aina gani ya wawekezaji ambao watakwenda kuwa nao na wataamua, kwa sababu at least tunafahamu kwamba lazima watu wawe wenzao watatu, wanaweza kuwa watatu, wakawa wanne, wakawa watano. Sasa hiyo ni wao wenyewe. Kwa hiyo kimsingi binafsi ni jambo zuri ambalo linakwenda kutoa mwanga kuweza kuona sasa kwamba mchakato wao unaweza kwenda kukamilika, ingawaje kwa upande mwingine ni kama vile unakwenda kuanza upya, kwa sababu namna ambao walikuwa wanaenenda mara ya kwanza haikuwa sahihi. Sasa je, yule mwekezaji ambao walikuwa naye ambaye binafsi naamini kwamba hakuwa rasmi ataweza kwenda kubadilana na hii kitu kipya kwa utaratibu mpya? Kama hata kubadilana, maana yake atakwenda withdraw, na withdraw itabidi uanze mchakato mpya wa kuanza kutafuta wawekezaji wengine. Baada hapo tena ufuate taratibu nyingine kwenda kwenye vikao na mikutano mpaka waweze kuwapitisha. Na hii sasa kwa Simba Sport Club wanaenda kutoka kumtegemea mtu. Nafikiri kuna yani dhana nzima ya uwekezaji ndio hiyo. Kwa maana kwamba wakati mwingine wewe unaweza kuwa una assets lakini hauna capital. Ndio lugha sahihi. Yaani kwa mfano mimi labda ninamiliki eka 200. Lakini eka 200 tu haziwezi kupatia pesa. Ni lazima labda ulime. Hata kulima huwezi kulima tu. Maana yake pale kuna wafanyakazi, kuna mishahara, kuna kupanda, kuna kila kitu. Kwa hiyo mnakaa mnaingia ubia kwamba mimi nina shamba la eka 200. Wewe una eka 200. Wewe una hela, una bilioni 1. Kwa hiyo tunaingia partnership. Kwa mimi nina ardhi, wewe una hela, mtaji, tunaingia hasa mnakwenda kutengeneza makubaliano. Kwamba katika makubaliano hayo nani ambaye atakuwa ni mnufaika mkubwa? Mnaweka pia conditions, mnaingia. Kwa hiyo mara nyingi investments za namna hii maana yake inakuwa ni win-win situation, ingawaje kuna mwingine anakuwa anufaika sana ukilinganisha na thamani ya kile ambacho amekiweka. Inaweza ikawa sio, pengine ukawa hauna pesa cash, lakini kile ambacho unacho ukija kukitani katika thamani kinakuwa kina thamani kubwa. Kwa hiyo wewe utachukua asilimia kubwa na yule mwingine asilimia ndogo, ili mambo yaweze kwenda kwa maana ya mchakato. Pengine na huu mchakato ukikamilika transformation ikakamilika kwa 100% na kuanza kufanya kazi kwenye klabu ya Simba Sport Club, itaenda kuwa ni kama fundisho kwenye virabu vingine, Dominic Salam? Of course, kwa sababu Simba ndio walikuwa wameanza mchakato, walikuwa wameanza na baadaye wakafuata Yanga, na Yanga walipofuata, Yanga hawajafikia stage hiyo ya ambako walikuwa wamefikia Simba. Kwa hiyo obviously Simba alikuwa ameanza. Yanga nafikiri hapo kwenye stage hapa juzi kwa tunasikia tayari walipata thamani ya klabu yao almost nafikiri kwa ni bilioni 200 kama sikosei. Maki baada ya partner wataingia na mchakato mwingine sawa kwenda kuandika kama ni dokumenti zao na kukusanya vitu vyao na kupeleka wapi BMT na maeneo mengine, kwa maana ya kwenda kuangalia hiki ambacho tuko nacho kinakinzana na taratibu za nchi, sheria. Baada ya pale watakwenda kuendelea. Kwa hiyo naamini kwamba mpaka saa hizi wao ndio wamefika kwenye hatua ya BMT. Na BMT ameweza kwenda kupitisha hiki ambacho amekipitisha. Na jukumu lao ni kwenda kukifuata. Ndio maana ukirejea katika ile barua ya msajili, unaona kwamba sisi si kwamba wao wanaielekeza Simba nini cha kufanya, isipokuwa wao kazi yao ni kutaka taratibu za nchi sawa ziweze kufuatwa ili kuweza kupunguza mikingano na migongano. Kwa maslahi ya nini? Kwa maslahi ya nchi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho wanakifanya, kama wakifanikiwa, maana yake itakuwa ndio mwanzo mzuri, na baadaye hata kama Yanga wakienda, maana yake BMT watakuwa na reference yali kwamba Simba walikuja, chukueni hiki
nakupateni. Sasa mnapokwenda kufuata ni nyinyi sasa mtaenda kwa njia gani? Haiwezi kuwa ni uniform. Mwingine anasema okay, sisi tuna wachezaji watatu. Mwingine tunao watano. Kwa hiyo inakuwa ina utofauti na modo nyingine, lakini kwa siku mwe mna modo gani, lakini yale mambo ya msingi ya masuala mpana ya nchi na hizi klabu lazima aweze kuzingatiwa. Unamwona mwekezaji wa Simba Sport Club kwenda kuaccept ili kwa 100%? Mimi binafsi hapana. Kwa nini hapana? Kwa sababu kwanza nakumbuka kama angekuwa anaweza, haya mabadiliko yameanza muda mrefu kuzungumzika. Kama nakumbuka hata FCC walitoa comments siku za nyuma zikaenda zikapotea. Lakini pia BMT wenyewe wao tena walitoa comment nyingine. Kama nakumbuka tena zikavuja zile ambazo zikaenda katika kwenye mkutano. Kwa hiyo kama angekuwa yuko willing, pengine Simba angekuwa amechanza muda mrefu sana. Lakini kuna mambo ambayo naye pia kama mwekezaji akubaliani nayo, mimi ninavyohisi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetolewa, maana yake serikali imeenda kuweka clear kwamba mfumo mzima wa uendeshaji wa hizi klabu katika muundo wa uwekezaji ni huu. Kwa hiyo yeye atakwenda kuamua. Sasa hapa inaweza kwenda kukibuka kasi nyingine ya msingi. Kumbuka na yeye anadai kwamba ana madeni yake ambayo alikuwa ameshaweka kwa upande wa Simba, na aliongea public kwamba mpaka sasa hizi ametumia zaidi ya bilioni ngapi? 87 ambayo alikuwa ameshatumia. Lakini pia kuna kauli nyingine alizungumza kwamba timu ameshainunua katika kitu ambacho cha thamani ambacho ameshakununua ni klabu ya Simba. Hiyo klabu aliyoinunua leo hii serikali inakuja inasema mchakato umepitishwa kwa kwenda kwenye nini mabadiliko. Sasa kuna kamkanganyo hapo ambao ni kakubwa, lakini wanasema wait and see. Ngoja tuende kusubiri ambacho kitakwenda kutokea, kwa sababu yeye halikuwa ni mwekezaji, lakini uwekezaji wake kwa hiki ambacho kinaendelea, maana yake alikuwa atambuliki na mamlaka. Kwa hiyo ulikuwa ni uwekezaji kama ni hewa, kwa sababu mamlaka hazitambui. Sasa nini, alitambulika wapi, walipeana hela vipi, itakuwaje, watarudishiaje? Sasa hayo ni ya wana Simba wao wenyewe, watakaa na baadaye sitakwenda kuona. Lakini mimi binafsi naona kama kuna kitu kingine kinakwenda kutokea ambacho kinaweza kuleta upside and down kwenye klabu ya Simba kwenye hili zoezi. Yaani kwa mimi nikiangalia na kama kuna kitu ambacho kitakwenda kutokea ambacho kitakuwa sio cha kawaida. Mpaka hapa sasa nani anaongoza kati ya upande wa mwenyekiti na wawekezaji? Mwenyekiti? Mwenyekiti ndio anaongoza. Ndio anaongoza 2-2. Kwa sababu bwana mamlaka imetoa taarifa. Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo kwamba msajili ashughulikie kwa mujibu wa sheria na kanuni za nchi. Yeye hataki vitu vya kupindapinda vya kwenye sheria, kwa sheria. Na baada ya siku 3 msajili amekuja, ametoa tamko. Unaona? Hiki ambacho nimekiona sasa, na hapa tunasubiria upande wa yule mwekezaji ambaye alikuwepo. Nini atakwenda kusema? Hapa alikuwa kama hewa hivi. Wao walikuwa wanamtambua, lakini sema labda haikuwa rasmi. Maana ukisema hewa hamna kitu. Sema kwamba hakuwa rasmi. Lakini alikuwepo, lakini sio rasmi. Kwa hiyo ngoja tukaangalia mbona kitakwenda kutokea. Na tukija hapo kwa upande wa wanachama wa Simba Sport Club, tulikuwa tunasikia kuna grupu la huku. Pengine hii inaenda kuwaweka sasa wakae pamoja na ongee lugha moja, Dominic. Wale mimi sio kwamba walikuwa wanamkinzana. Wale walikuwa wanamkinzana wote. Walio wengi. Achana wale wakina Mzee Kilemoni na waheshimu na wengine ambao ni mascholars na wana uwezo mkubwa. Hao wengine wala hawakuwa na mkangano wote. Hayo maslahi ya maisha tu. Na wakati mwingine hata hawaelewi nini ambacho tunakizungumza. Very serious. Yaani wakati mwingine tu mtu anakatwa, analishwa maneno, anaenda anazungumza hivyo. Ni washereheshaji fulani ambao kwa jambo fulani. Lakini binafsi siamini kama walikuwa na nia ya dhati, na siamini kwamba haya ambao walikuwa wanazungumza walikuwa wanatoka mioyoni, isipokuwa walikuwa wanazungumza maneno ya kupewa kutoka kwa watu. Ndio maana ukiwaangalia most of the times wanabadilika. Leo ataongea huku, some mtu ulie kamili huwezi kuwa hivyo. Ukatoka public leo ukasema yuko sawa, kesho ukasema yuko sawa huyu. Sasa na hauna basis kwa nini yuko sawa, kanini alikuwa sawa. Kwa hiyo nafikiri hao mimi siwaangalia hao. Mimi nawaangalia wale wazee ambao wako very smart, wakina Mzee Kilomoni na watu wengine wengi ambao walipambania kutaka kuona jambo linakwenda katika muktadha ambao hautakuwa na shida kwa upande wa klabu. Wapo watu ambao kweli wanaangalia maslahi ya klabu, wapo. Wapo. Lakini hao wengine ni maisha tu ya mjini huko, kwamba tuweze kuishi tuweze kuishi mjini. Leo hivi utaona huku na ushangae kesho na asubuhi tena wakaenda upande mwingine tena wakasema huko kufai. Kwa hawa tumewazoea, na watu ambao ni wa kawaida, hawanaga misimamo, na watu ambao wanaangalia kuna kipi huko kimeshaweza kuendelea. Hata zamani nakumbuka Yanga walikuwa na hivyo vitu. Walikuwa na watu kitoma komando. Nakumbuka kipindi kile makomando wale. Wao wanataka timu waichukue wao ni, lakini sio kwamba wana uchungu na timu, Kama kwamba atakaa getini pale, atapata gate collection zile, atachukua tiketi atauza, atalangua, mechi inaisha, ana hela nyingine mfukoni, hivyo.
lakini si kwamba walikuwa wanakaa kwa maslahi ya klabu, hapana. Kwa hiyo watu wengi tulionao ni watu wa namna hiyo ambao wakati mwingine wanaweza wakapiga kelele, lakini kelele zenyewe hata wenyewe hawazisikii na hawazielewi, lakini wanazipiga wao. Pengine hii inaenda kuimarisha kiasi gani ndani ya pitch kwa upande wa Simba Sport Club huu mchakato kukamilika? Siku zote mambo haya ya kiuongozi yana impact kubwa, kwa sababu ili timu iweze kuwa strong na kuweza kuwa smart, kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Jambo la kwanza, lazima uwe na uongozi bora. Jambo la msingi sana, na good governance iwepo. Uongozi bora ni ule uongozi ambao unafuata sheria na matakwa ambayo yamekizi vigezo vya serikali au vya kitaasisi. Lakini jambo la pili, lazima uwe una technical bench ambayo ni nzuri, uwe na wachezaji ambao wana quality kubwa, na baadaye uweze kuwa na mashabiki ambao wataweza kuanikiza na kuwa ni sehemu ya mafanikio ya hiyo klabu. Kwa hiyo hizo component nne hizi zikikaa vizuri, siku zote timu inakwenda kufanikiwa. Kwa hiyo ukishaanza kuona kwamba mchakato unakwenda, hii ni hatua moja. Kwa sababu kumbuka tulikuwa tuna pande mbili. Nataka kukwambia na wote ni wana Simba wao. Pande ngapi? Mbili. Leo hii serikali imekuja kuunify, kuja kuunganisha kiweze kwa kitu kimoja. Sasa je, wote watakubaliana? Kwa sababu kuna wakati watu wanaweza wakakubaliana kutokubaliana. Si unaelewa? Watu wanakubaliana kutokubaliana. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ana maslahi yake. Kila siku tunaona wanapigana Kongo. Kwa hiyo fikiri vikao vikaliki. So, unakaliki wanaongea lakini inafika hatua huyu ataka kuachia, huyu ataka kuachia. Mambo yanaendelea. Kwa hiyo hebu tuone kwanza hili limetoka leo. Tumeliona. Tulipe muda. Tuone je, kila upande utakuwa unakuja. Maana hii ni statement ya msajili. Kwa hiyo tutegemea kuweza kuona kauli ya mwenyekiti. Lakini kumbuka vile vile kulikuwa kuna mwenyekiti wa bodi ambayo haikuwa rasmi kwa mantikio. Lakini ndio iko madarakani sasa hizi nafanya kazi. Je, na yeye atakuja na tamko gani kwa aliyemteua? Kwa sababu mwenyekiti wa bodi ameteuliwa na mwekezaji. So unaelewa? Kwa hiyo tukishapata opinions za wote hawa ndio watakwenda kutengeneza either hili jambo liishe au lisiishe, kwa sababu hawa wote wana watu wao nyuma ambao wanakuwa wanawafuata, whether wanaelewa au hawaelewi katika kwa kina chake. Kwa hiyo nafikiri ni ngumu kuweza kusema kwamba timu itakwenda kurejea mpaka tuone baada ya hili what next na hali itakuwa kwenye klabu ya Simba. Pengine tumalizie na hili, tuwaguse upande Simba Sport Club namna uchezaji wao. Tunajua wana mchezo mgumu wa mechi moja dhidi ya Young Africans, mchezo ambao Simba Sport Club wanataka apate walau ushindi. Tuangalie wachezaji wa Simba Sport Club kwenye idara ya ushambuliaji ama ingizo ya dirisha dogo hili. Pengine kuna kitu ambacho wameenda kuongeza hivi sasa Dominic Salamba kwa michezo tuliyoshuhudia CAF Champions League, ligi kuu na hata CRDB. Kwa kuongeza muongeza. Yaani ukisema ukiangalia Simba ambayo ilikuwa imeanza ligi na Simba sasa hivi kuna kitu kimebadilika. Hiyo ni kweli. Yaani kuna gradual changes zimeonekana. Uwezo kusema timu ni ile ile, hapana. Kuna watu wamekuja wameongeza inputs. Ukimwangalia yule Gueye ana kitu kizuri, unaona mchezaji ambaye ni among of the X factor ambao Simba hawakuwa nazo. Anicent Yaura ukimwangalia ni X factor ambao Simba hawakuwa nazo. Kwa kuna kitu kimeongezeka. Lakini kimeongezeka kufikia wapi, hiyo ni issue nyingine. Si unaelewa sio? Yaani unaweza kawa umeongeza ngapi? Na mwenzako ana ngapi? Mwenzako inawezekana kawa hajaongeza. Yaani kabla hamjaanza kufanya initiatives, mwenzako alikuwa na 60. Mimi nilikuwa na huo msemo. Kwamba pengine mfano Yanga na 60. Simba alikuwa na 30. Sawa? Leo Simba ameongeza 15. Anafika kwenye 45. Amekuwa. Lakini ukuaji wake bado haujafikia yule ambaye alikuwa yuko. Ndio maana ukiangalia hapa katikati Yanga ilikuwa imeyumba, lakini bado ikaendelea kudominate kwa sababu palikuwa pana gap kubwa kati yake na ambaye alikuwa amewaacha. Kwa hiyo kweli Simba wameimprove, lakini leo hii uwezo ukakaa ukasema okay, Simba sasa hizi inaweza kuwa na nguvu ya kupambana na Yanga do to do, uongo. Bado uongo. Tudanganyane. Na hata mechi moja bado. Yaani kwa mustakabali na kwa haki na kwa misingi ya football inavyotaka, haitakiwi Simba imfunge Yanga kwa sasa hivi. Haitakiwi, haipaswi Simba kupata matokeo. Yaani kwa maslahi mapana ya mpira, uwekezaji wa fedha, sawa, na good management, sawa, kwa maana kwamba uongozi wa kisasa, na unapozungumzia njia hizo bora za mpira, Simba haipaswi kumfunga Yanga tarehe moja. Haipaswi. Kwa sababu itakuwa ni kuukosea mpira. Naomba nieleweke. Kwa maana ili tuweze kuwa na matokeo chanya, ni lazima tuweze kuwa na njia thabiti za uwekezaji katika hizi klabu. Kwa hiyo ukiangalia kwa saizi Simba bado ana level ya kushindana na Yanga. Kwa hiyo ikitokea ameshinda, ni fluke ambayo
sio kitu cha kuki-entertain kwa sababu kitakuwa akijapita kwenye njia za nini, njia sahihi. Yani si unanielewa? Yani mtu analima shamba, anatumia mbolea, anaweka vizuri, anapalilia, anafanya kila kitu cha kisayansi, alafu yeye anakosa, anapata gunia 4. Wewe ambaye ulikuwa hujaweka, umelima tu ukamwaga, pana magugu na nini, ukaja kupata gunia 10, sio sahihi. Sio na sio haki. Ndio mantiki yangu hiyo. Kwamba sio sahihi, kwa maana kwamba Yanga hatakiwi kufungwa na Simba. When it comes to the reality of the football, hata kifungwa na Simba. Na ikitokea amefungwa, basi ni wao wenyewe ndio wakuanza kuhukumiana. Hawatakiwi. Yaani Simba hana sifa saizi ya kuifunga. Kama ambavyo Ahly halikuwa hatakiwi kufungwa na Yanga. Yaani ni uhalisia. Yaani Ahly hakutakiwa kufungwa. Yaani Yanga alikuwa hana sifa ya kuweza kumfunga Ahly. Na ingekuwa ni kosa na tulikuwa tumeukosea mpira kwa sababu ni kwete mbili tofauti. The same thing ndio kwa Simba na Yanga. Kwamba kwa saizi Yanga quality yao iko juu. Kwa hiyo kila wanapokutana inatakiwa Simba afungwe mpaka siku ambayo watapandisha quality ili kuna maana ya kufata misingi na mwendelezo wa kimpira katika njia za kisasa. Hiyo ndio fair speaking. Inatakiwa afungwe mpaka siku quality yao ipake ikae sawa. Ile itakwenda kutengeneza mazingira ya kuwa na standard. Ile kama leo utakuwa unasajili kawaida, alafu unamfunga mtu amesajili kwa gharama kubwa, hasa kwa magani ya kuwekeza. Nakumbuka kuna kipindi mimi nikiwa niko somewhere, nikiwa ninakuwa, yani nimezangu chuo nini, nimekaa mtaani. Nilikuwa nakaa na vijana pale mtaani ambao wengi yani ilikuwa ni maeneo yao. Ni maeneo yao, yani ndio wazao hapa wanasema. Kwa hiyo walikuwa baba zao wamewaachia maeneo, wameachiwa mtu yani anaeka 15 20. Kwa hiyo wao hawajasoma, walicheza darasa la 2 la 3, alafu kwa hiyo yaka kama mimi shule ya nini? Wewe umesoma mpaka sio una degree zako na nini, lakini huna hata 100. Mimi sina hela, lakini nikijisikia tu na kwenda nakata kipande pale nauza. Nakata kipande pale na